Unaambiwa kwanza joint ilianza kupigwa sebuleni, yani joint imerekodiwa varandani kwao na bwana Manson Selector. Yeah, kwa sababu by that time 2012 Manson Selector alikuwa bado hajawa na studio yake. Na chukua time ni miongoni mwa joint kutoka kwa bwana Suma Mnazaleti ambayo chorus yake alipaswa kuipiga bwana Diamond Platnumz. Unaambiwa mara ya kwanza beat ya hii ngoma ilikuwa imerekodiwa mahadhi fulani kama yale ambayo alikuwa anayapiga Bob Maneke, yani madude fulani kama yale beat fulani kama la mawazo hivi, ili hapa linakuja. Lakini kulingana na mbanga ambazo alikuwepo nazo Diamond Platnumz, alimzungusha sana bwana Suma Mnazaleti kutokea kwenye hiyo collab. Ushikaji ambao ulikuwepo kati ya Mo Benga pamoja na Suma Mnazaleti ikawa ni vyepesi bwana Ommy Dimpoz kuchip in na kutengeneza joint. Anyway, hiyo ni story ya kwanza. Story nyingine kuhusiana na hii ngoma ilikataliwa na moja kati ya kituo kikubwa cha radio by that time. Hicho kituo ni kwa sababu tu ya mtu ambaye alikuwa amewekeza kwenye hiyo project, bwana Ostaz Juma na Musoma. Yes, so jamaa alipopeleka ngoma, amepeleka wiki ya kwanza, ya pili ngoma haijachezwa. So jamaa akasema inakuaje, wakati studio washikaji wameaminia kwamba ngoma ni kali. Yani kwa of course kwa bwana Manson Selector wakikutana na wanasema mbona ngoma ni kali. So jamaa ikabidi aanze kufukuzia mitikasi, lakini mwisho wa siku akaambiwa kwamba bwana ngoma ni mbovu, yani toka umeanza kufanya muziki hii ndo ngoma mbovu umewahi kuileta. So ikawa ni ngumu ngoma kuchezeka radio. Ngoma ikaanza kupop sana Rwanda. So Rwanda kule kukawa of course vituo vya television na radio, ngoma ikawa inalia sana kwenye vituo vya television na radio. By that time Bongo ngoma ikaanza kuhit kwenye moja kati ya club ya usiku. By that time kulikuwa na club inaitwa Maisha Club ambayo ilikuwa inafanya poa sana. So ngoma ikaanza kuitika kule, ngoma ikaanza kuitika mtaani. Kile kituo cha radio, wale washikaji ambao walikuwa kwenye music department wakawa wanawasiliana na washikaji kutoka Rwanda kwa sababu walikuwa na event ambayo walipaswa kuiandaa by that time. So kauliza ni msanii gani ambaye ana hit sana Rwanda, ili kama wamjoinishe kwenye hiyo clue ama kama miongoni mwa wasanii ambao watahudhuria pia kwenye hiyo show ya hiyo radio. So baadaye wakaambiwa kwamba huku wasanii wenu ndo na trend. Kuna bwana Diamond Platnumz anakimbia, lakini kuna kijana mmoja yuko na bwana Ommy Dimpoz, ngoma yake inaenda kama chukua time. Ni miongoni mwa wakali ambao wanakimbia sana. So mshikaji jamaa kusikia hivyo, ikabidi ngoma ianze kuingizwa pia ama ianze kupigwa radioni. By that time radio chat show pia za radio zilikuwa zinazingatiwa sana. So ikabidi ngoma ianze kuingia kwenye chat show ya hicho kituo cha radio. So baada ya ngoma kuingia kwenye chat show, the rest is history. Ngoma ikaenda kupop up na ikakaa hapo. Ni kawaida sana kwa kila msanii kutengeneza ngoma ambayo anahisi itakuwa ngoma kubwa pengine, ama ngoma ambayo ina historia kwenye maisha yake. Huwezi avoid kusema chukua time ndio ngoma ambayo ilimpa umaarufu mkubwa na ikaleta mtojo mwingi kwa bwana Suma Mnazaleti. Ni kweli na ni kitu ambacho hakipingiki. Ngoma iliyomfanya akafahamika zaidi Afrika ya Mashariki, pamoja na watu wengi sana kumjua kwa sababu ya watu ambao walikuwa mambo ndani, lakini na story ambazo ziko zina pop up kuhusiana na hii ngoma. Story ya tatu ni kuhusiana na mtu ambaye aliandikiwa hii ngoma. By that time unajua ndo time ambayo Wema Sepetu ana hit sana kwenye magazeti na vitu vingi na mambo mengi. Ukiachana na Wema Sepetu, kulikuwa na wadada wengine pia ambao walikuwa na hit sana kama Auntie Ezekiel. Story ya kwanza ilikuwa ni kwamba ngoma ilikuwa inamhusu Wema Sepetu, ambaye Wema Sepetu by that time pia alikuwa yuko kwenye mahusiano na bwana Nasibu Abdul, yani Diamond Platnumz. Kwamba ikaonekana kwamba kijana anapita na nyota, lakini baadaye stories zikapop up pia na stories zikabadilika kwamba ngoma aliandikiwa Auntie Ezekiel. Na kwa mujibu wa ilikuwa ikifikia time watu wameenda sehemu wanakaa wanakula vilaji, unasikia bana DJ hebu tupige ngoma ya Auntie Ezekiel, lakini mwanetu aliandika tu for good, akumwandikia mtu yoyote. By the way, chukua time inabaki kuwa miongoni mwa joint ambayo imeishi kwa muda mrefu na ni ngoma ambayo inasikilizika nyakati zozote zile. So Charles kwa bwana Suma Mnazaleti na Ommy Dimpoz kwa kuileta project toka mwaka 2012. Ni miaka 13 kwenye, of course bado ngoma ina pop up na bado inakimbiza kwenye kiwanda cha muziki. So Charles to Suma Mnazaleti, man, we really miss hii moment ya kupata majoint makali. Lakini Charles pia kwa Manson Selector,
studio zake zilikuwa ni koridoni kwao, yani varandani kwao, nyumbani kwao. Na wakati ngoma inatengenezwa, marehemu baba yake na Benson Selector alisema hii ngoma ni kali, yeye mwenyewe akaikubali. So shallows to wao, watu wamekesha studio kwa ajili ya kupata hit song. This is good man, this is huge.